Mnamo mwezi wa 6, malaika Gabrieli alitumwa na Mungu aende kwenye mji uitwao Nazareti huko Galilaya, kwa msichana mmoja aitwaye Maria, mchumba wa mtu mmoja jina lake Yosefu wa ukoo wa Daudi. Malaika akamwendea akamwambia, "Salamu, ewe uliyeneemeshwa na Mungu, Bwana yuko nawe." Maria aliposikia maneno hayo alifadhaika sana, akawaza, maneno hayo yanamaanisha nini? Malaika akamwambia, "Usiogope Maria, kwa maana Mungu amekujalia neema. Utachukua mimba, utamzaa mtoto wa kiume, nawe utampa jina Yesu. Yeye atakuwa mkubwa na ataitwa Mwana wa Mungu Mkuu. Bwana Mungu atampa kiti cha mfalme Daudi babu yake. Kwa hivyo atautawala ukoo wa Yakobo milele, na ufalme wake hautakuwa na mwisho." Maria akamjibu, "Yatawezekanaje hayo, hali mimi ni bikira?" Malaika akamjibu, "Roho Mtakatifu atakushukia, na uwezo wake Mungu Mkuu utakujia kama kivuli. Kwa sababu hiyo, mtoto atakayezaliwa ataitwa mtakatifu, Mwana wa Mungu. Ujue pia kwamba hata Elisabeti jamaa yako naye amepata mimba ingawa ni mzee, na sasa ni mwezi wa 6 kwake yeye ambaye watu walimfahamu kuwa tasa, kwa maana hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu." Maria akasema, "Mimi ni mtumishi wa Bwana, nitendewe kama ulivyosema." Kisha yule malaika akaenda zake. Basi hivi ndivyo Yesu Kristo alivyozaliwa. Maria mama yake alikuwa ameposwa na Yosefu. Lakini kabla hawajakaa pamoja kama mume na mke, alionekana kuwa mjamzito kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yosefu mumewe, kwa vile alikuwa mwadilifu, hakutaka kumwaibisha hadharani. Hivyo alikusudia kumwacha kwa siri. Alipokuwa bado anawaza jambo hilo, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akamwambia, "Yosefu, mwana wa Daudi, usiogope kumchukua Maria awe mke wako, maana amekuwa mjamzito kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Atajifungua mtoto wa kiume, nawe utampa jina Yesu, kwa kuwa yeye ndiye atakayewaokoa watu wake katika dhambi zao." Siku zile tangazo rasmi lilitolewa na Kaisari Augusto kuwataka watu wote nchini kote wahesabiwe. Sensa hiyo ilikuwa mara ya kwanza wakati Kurenio alipokuwa mkuu wa mkoa wa Syria. Basi wote waliohusika walikwenda kuhesabiwa, kila mtu katika mji wake. Yosefu pia alifanya safari kutoka mjini Nazareti mkoani Galilaya, na kwa vile alikuwa wa jamaa na ukoo wa Daudi, alikwenda mjini Betlehemu mkoani Yudea alikozaliwa mfalme Daudi. Alikwenda kuhesabiwa pamoja na mchumba wake Maria ambaye alikuwa mjamzito. Walipokuwa huko, siku yake ya kujifungua ikawadia. Akajifungua mtoto wake wa kwanza wa kiume, akamvika nguo za kitoto, akamlaza horini kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Katika sehemu hizo walikuwako wachungaji wakikesha usiku mbugani kulinda mifugo yao. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla, na utukufu wa Bwana ukawaangazia pande zote. Wakaogopa sana. Malaika akawaambia, "Msiogope. Nimewaleteni habari njema ya furaha kubwa itakayowapata watu wote. Kwa maana leo hii katika mji wa Daudi amezaliwa Mwokozi kwa ajili yenu, ndiye Kristo Bwana. Na hiki kitakuwa kitambulisho kwenu. Mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelazwa horini." Mara kundi kubwa la jeshi la mbinguni likajiunga na huyo malaika, wakamsifu Mungu wakisema, "Utukufu kwa Mungu juu mbinguni, na amani duniani kwa watu anaowafadhili." Baada ya hao malaika kuondoka na kurudi mbinguni, wachungaji wakaambiana, "Twendeni moja kwa moja mpaka Betlehemu tukalione tukio hili Bwana alilotujulisha." Basi wakaenda mbio, wakamkuta Maria na Yosefu na yule mtoto mchanga amelazwa horini. Hao wachungaji walipomwona mtoto huyo
wakawajulisha wote habari waliokuwa wamesikia juu yake. Wote waliosikia hayo walishangaa juu ya habari walizoambiwa na wachungaji. Lakini Maria aliyaweka na kuyatafakari mambo hayo yote moyoni mwake. Wale wachungaji walirudi makwao huku wakimtukuza na kumsifu Mungu kwa yote waliokuwa wamesikia na kuona. Yote yalikuwa kama walivyokuwa wameambiwa.